Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Ndugu zangu, tunaendelea na hutuba yetu ya pili. Katika hutuba ya kwanza tulikuwa tukiangalia kuhusiana na al-ilmaniyun, lakini maudhui kubwa ya hutuba ilikuwa ni aina taqifu hurriyatuk, wapi unasimamia uhuru wako, kwa sababu al-ilmaniyun wamekuja na propaganda zao wakasema kwamba kila mtu ana haki, ana uhuru wa kufanya katika haki za kibinadamu, ana uhuru wa kufanya jambo lolote katika wakati wowote maadamu hilo jambo halimdhuru mtu mwingine. Kama ingekuwa hivyo, basi kusingekuwa na umuhimu wa kuwepo daula, kusingekuwa na umuhimu wa kuwepo dola wala sheria wala kanuni wala mahakama, kwa sababu mtu anaweza akafanya jambo lolote maadamu hamdhuru mtu mwingine. Ndugu zangu, aina taqifu hurriyatuk, uhuru wako wewe unasimamia wapi? Lazima tuamrishe mema na tujiamrishe sisi wenyewe kufanya mema. Lazima tukataze mabaya na tujikataze sisi wenyewe kufanya mabaya. Haijalishi mabaya hayo yanamdhuru mtu mwingine au mabaya hayo hayamdhuru mtu mwingine. Haya ya maneno yanayoletwa na propaganda hizi zinazoletwa na hawa al-ilmaniyun, kwa hakika kuna wakati itafika pale ambapo Allah anawahukumu wanadamu, haya maneno yote yatakwisha. Haya hawatakuwa na hoja hawa watu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu Qasas, wa yawma yunadihim, ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawaita wanadamu, fayaqul, atasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia wanadamu, madha ajabtumul mursalin, nyinyi muliwajibu nini mitume wangu, muliwajibu nini wajumbe wangu niliowaleta kwenu wakakufikishieni ujumbe wangu, muliwajibu nini? Fahamiyat alaihimul amba, hapo zile hoja na propaganda zao fahamiyat, zikawa hawazioni. Anaulizwa, wewe ulikuwa unasema una uhuru wa kufanya jambo lolote katika wakati wowote, hebu tetea hoja wako. Fahamiyat alaihimul amba, hoja tayari zikawa zimejifunika kwa wao, hawana uwezo wa kujitetea. Fahum la yatasaalun, hamna mtu wa kuweza kumuuliza mtu mwingine, hivi ulikuwa unaniambia nini vile ili niweze kujitetea hapa leo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan, yeyote ama yule atakayetubu na akamwamini Allah na akayafanya mema, fa asa an yakuna minal muflihin, basi huyo atakuwa ni katika wenye kufaulu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na Mola wako anakiumba anachokihitaji na anachagua. Ma kana lahumul khiyara, wanadamu hakuna mtu ambaye alikuwa na khiari ya kuumbwa yeye akiwa mwanadamu, ya kuumbwa yeye akiwa ni mwanamume, ya kuumbwa yeye akiwa ni Muislamu ana miguu miwili. Huenda Allah angekutaka angekufanya na wewe kuwa ng'ombe, angetaka kukufanya wewe angekufanya kuwa chochote unachohitaji. Ma kana lahumul khiyara subhana, kwa hakika Allah ametakasika, wa ta'ala amma yushrikun, na ametakasika dhidi ya yale wanayomshirikisha nayo. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, na Mola wako anajua yale yaliyofichwa na vifua vyao. Wama yu'linun, na yale ambayo wanayoyadhihirisha. Allah anajua wanavyosema kwa ulimi wao. Je, katika mioyo yao wamekusudia nini? Hawa al-ilmaniyun wanavyosema uhuru na haki za kibinadamu wanakusudia nini? Japokuwa katika ndimi zao wanatamka kweli uhuru na haki za kibinadamu, lakini mioyo yao inakusudia nini? Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, Mola wako anatambua yale yanayofichwa na vifua vyao na yale wanayoyadhihirisha. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu, na yeye ndiyo Allah, hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Lahul hamdu fil ula, yeye ndiyo anastahili kusifiwa kwa sifa zote njema, tangu katika nyakati za mwanzo wal akhirah, na mpaka katika nyakati za mwisho. Lahul hukm, yeye ndiyo mwenye haki ya kuhukumu. Wa ilaihi turjaun, na kwake yeye ndipo mutakaporudishwa. Ndugu zangu, lazima tuwe tuna mipaka katika mambo yetu. Mtu hayuko huru katika kulifanya jambo lolote analolifanya, kwa sababu madamu halimdhuru mtu mwingine, utakapolifanya uwe peke yako, uwe unaonekana, liwe linamdhuru mtu mwingine au alimdhuru mtu mwingine. Inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako yupo katika kukuchunguza, yupo katika kukutazama kokote unapokuwa. Na Allah anakuambia
wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, wote lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, Mola wako atakuja kuwalipa kwa matendo yao. Innahu bima ya'maluna khabir, kwa sababu yeye Mola wako kwa wanayoyafanya wanadamu khabir, ni mjuzi, anayafahamu kuliko wao wanavyofahamu, anafahamu dhahiri yao na anafahamu batini yao. Fastaqim kama umirta, kuwa na msimamo nyooka kama ulivyoamrishwa, sio kama wanavyotaka al-ilmaniyun, kwa sababu propaganda zao ni nyingi. Sio kila linalokuja kichwa chako wewe kikawa ni kama kapu la kubeba matakataka. Jambo lolote linalozungumzwa maadamu tu limezungumzwa basi wewe ulifuate. Hapana, sheria haziko hivyo, bali kichwa chako kinabidi kiwe kama chujio. Litakapokuja jambo basi linachekechwa na halmashauri ya ubongo wako, alafu linatazamwa, je, jambo hili ni sahihi au jambo hili sio sahihi? Kama sio sahihi unawaachia wenyewe al-ilmaniyun, na kama ni sahihi ghaddu alaiha bin nawajid, unakuja kwa kulingangania nalo. Wala tarkanu ila alladhina zalamu, na wala msiwaegemee hao wanaofanya dhulma. Allah anatuambia fatamassakumun nar, mutakuja kupatwa na moto. Wama lakum min dunillahi min awliya, na wala hamtakuwa nyinyi mbele ya Allah na watu wa kuwasimamia. Thumma la tunsarun, hamutanusurika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hao al-ilmaniyun wanaoleta propaganda mbalimbali hapa duniani zinazozushwa na watu wakazibeba kwa namna bila ya kutazama kwamba hili jambo ni sahihi ama si sahihi, kwa kuvaa miwani iliyokuwa sahihi, basi ujue kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo, malakum min dunillahi min awliya, hamutakuwa na watu wa kuwatetea, mawali, watu vipenzi wa kukaa karibu na nyinyi. Hawa mtu aona, kwa sababu na wakati huo hamtapata namna ya kuwanusuru. Ndugu zangu, aina taqifu hurriyatu, uhuru wako wewe unasimamia katika sehemu gani? Sio tu kila jambo unalifanya madamu tu halimdhuru mtu mwingine, haumheshimu mkubwa, haumheshimu mdogo, unazungumza jambo unalolihitaji katika wakati wowote. Huu sio utaratibu wa Uislamu, wala sio katika sheria za Uislamu, bali Uislamu katika kila jambo umeweka dhawabit na lazima zifuatwe, na wala sio kufuata kauli za al-ilmaniyun ambao malengo yao makubwa ni kutufanya sisi tusiwe watumwa wa Allah, bali tuwe ni watumwa wao. Wamejianzishia kikundi kipya, wanajiita the new world order. Kikundi yani kwamba ulimwengu mpya usiokuwa na utumwa. Utumwa wanaokusudia ni ibada, yani kwamba ile kuamka asubuhi, maji ya baridi, unatia udhu, unaenda kuswali, huu ni utumwa. Wao ndio wanaokusudia. Sasa wao wanataka kuleta ulimwengu mpya ambao hauna utumwa. Ndugu zangu, lazima tuwe makini na hawa al-ilmaniyun, kwa sababu tusipokuwa makini tutakuja kushtuka katika wakati ambapo tushaingia katika neti, tushaingia katika wavu, na wala hatutakuwa na namna ya kujitetea. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat wa aqimis salah inna as-salata kanat 'ala almu'minina